Nilitaka niwaambie kitu kimoja ndugu zanguni wa Afrika. Hakuna mtu mwenye akili timamu ambaye anatambua kabisa kwamba hawezi kumaliza miaka 1000 duniani ambaye anaweza kukubali kuchochea uovu. Hayupo. Na kama yupo, maana yake tunasema huyo amepungukiwa. Kuna kitu anakuwa amepungukiwa. Kwa sababu mtu anayejitambua hawezi kufanya huo upuzi. Hawezi hata siku moja. Kwa sababu gani? Wewe unajua kwamba leo upo, kesho haupo. Halafu unafurahia kuona ndugu zako wanakufa kabisa. Yaani unaenjoy kabisa, yani unaona safi kabisa. Ni jambo ambalo haliwezekani na ni jambo ambalo halitakiwi. Hatakiwi. Kwa hiyo ukweli ni kwamba tunapaswa kuwa na akili ya kuweza kufikiri jinsi gani watu wanaohangaika waweze kufanyaje, waweze kutoka kwenye mahangaiko. Hiki ninachokizungumza unaweza usinielewe, lakini kuna siku utanielewa. Mimi huwa naumizwa sana na watu ambao unakuta nakwambia, "Oh, bora iwe 1 2 3 hiyo hivi." Iweje? Alafu nakuta labda kwa mfano labda watu wamekosana. Na tunajua kabisa kwamba hawa watu wamekosana, ni kweli wamekosana. Lakini sasa hawa waliokosana inatakiwa sisi ambao hatujakosana nao tuone ni jinsi gani tufanye hawa watu waweze kufanyaje, waweze kurudi katika hali ile ya mwanzo. Ijapo sawa ni swala gumu, lakini tunapaswa kuzalisha akili ambayo inaweza kuwasaidia wao, kwa sababu tayari wakashaingia kwenye mafarakano. Tunafanyaje? Lakini unakuta mtu anasimama, unakuta mtandaoni anaongea "Oh, sijui nini na nini." Yaani bila aibu kabisa. Jamani, kama umepewa kitu na Mwenyezi Mungu, kama umepewa neema na Mungu ya kufikiri, jitahidi sana kufikiria mambo ya kuweza kuwasaidia wale wengine. Hicho ulichopewa wewe kiwe msaada kwa watu wengine, kisiweze kuleta maafa kwa watu wengine. Nakumbuka kuna mama mmoja aligombana na mume wake, ilikuwa ni asubuhi. Yule mama wakamshauri sana, akasema, "Mama, hebu acha kutamka hivyo." Alikuwa anasema, "Mimi siwezi kumsamehe, kuja kumsamehe mpaka niwe nimeingia kaburini." Sasa wakati watu wanasuluhisha pale, yule mama kidogo akawa anataka kuvuka barabara. Kumbuka huko amesema kwamba kuja kumsamehe mume wake mpaka ameingia wapi? Kaburini. Wakati anataka kuvuka barabara, haisi likuji kampitia, akawa amekufa hapo hapo. Na ametoka kuzozana nani? Na mume wake. Hebu niambie, alipata nafasi gani ya kumsamehe mume wake kama alivyokuwa anasema kwamba akiingia kaburini ndio atamsamehe? Kwa nataka kumaanisha nini? Nataka kumaanisha kwamba mtu hata kama amekosea, hebu kuwa na kiasi. Kwa sababu maandiko yenyewe yanasema kwamba samehe 7 mara 70. Kuwa na kiasi. Kuwa na kiasi. Kwa sababu bila hivyo hatuwezi kuishi. Bila hivyo dunia haiwezi kuendelea. Bila hivyo hakuna kitakachokuja kutusaidia au tutakachokuja kufaidika bila kuwa na kiasi. Kwa hiyo mimi nasisitiza sana kwa Waafrika wenzangu, tujitahidi sana kuwa makini na kuangalia. Tusiwe watu wa kuchochea uovu. Narudia kwa Waafrika wenzangu ambao tunatambua kwamba miaka 1000 hatuwezi kutoboa. Tusiwe watu wa kuchochea maovu. Zaidi sana tujikite sana kushauri pale panapotakiwa, panapotakiwa ushauri. Tusiogope, tuongee tu. Na si kwamba tunapozungumza kwamba labda tunakuwa tunataka faida zetu. Hapana. Tunataka faida kwa wote. Hata yule ambaye ameharibikiwa apate faida fulani au apate kujifunza jambo fulani. Ya nini tena kugombana? Hata wanyama sasa hivi hawagombani. Wanyama ndio walikuwa wakigombana huko, lakini sasa hivi ukiangalia, ukijaribu kufuatilia, wanyama wamepunguza kasi. Binadamu ndio tumebakia na unyama tu, ndio tumebakia nini mpaka tunawafundika hata wanyama. Watu wanachinjwa, tunachinjana. Ya nini? Haya.
Unaona mtu anachinjwa, unachochea tena kwamba achinjwe. Bwana, angalia. Mimi nilikuwa napendekeza tu kwa wale wenye akili timamu ambao Mungu amewapa uwezo wa kufikiri. Tafuteni dawa ya kusaidia hawa watu wanaouana, wanaochinjana. Tafuta dawa ipatikane. Mungu alitupa akili tuzitumie. Mbona hatuzitumii ipasavyo? Tuzitumie jamani. Muda ndio huu wa kutumia hizi akili. Usitegemee kwamba kisha la mavumbini kwamba utakujua msaada kwa mtu ambaye tayari anapata shida akiwa hai. Saidia watu ukiwa hai. Zungumza. Acha kuogopa. Sema jambo. Tamka jambo. Acha kushiriki maovu. Na kuambia acha kushiriki. Tamka jambo ambalo linaweza likasaidia wengine. Basi. Nikiwa nazungumza haya, wengine hawatanielewa na watashindwa kunielewa. Kwa sababu mimi kuna vitu huwa vinaniumiza moyoni. Mimi nikiangalia damu zinazomwagika pande nne za dunia, naumiaga sana. Na ndio maana najikuta nazungumza bila break. Kwa sababu mimi naishi nikijua kwamba siku moja nitaaga ulimwengu. Naishi nikijua hivyo. Lakini kwa hii nafasi ambayo Mwenyezi Mungu amenipa, huwa najaribu kumuomba Mungu sana anipe hekima na maarifa kama alivyowapa wengine, nipate neno la kuzungumza. Na wewe Mwafrika mwenzangu unayenisikia, hebu muombe Mungu akupe jambo la kuzungumza. Acha kuchochea uovu, narudia. Achaga hayo maswala. Huwezi kufaidika kwa chochote. Wewe achana nayo tu.